Unasemaje? Nashukuru ambassadors and then sijui kama wanarudi shuleni lini. Is it next week? Tutawaambia next week kwa maana watarudi shuleni hiyo wiki ingine. Na pathfinders wetu tunashukuru wale ambao Mungu amewasaidia umepata shule, wale walifanya kidato cha 8 na wengine ambao hawajapata tunawaombea mema ili Mungu awafungulie njia to get your school ambayo unafikiria ama school of your dream. Nafikiri tumemaliza. Mzee wetu Mzee Oyondi naye amesema katika ile michanga miwili ya Women Ministry na yeye ameongeza moja. Mnasemaje? Kwa hiyo ni michanga mitatu ya ukuta. Ananiambia sio wall, ni ukuta. Asanteni. Naomba tusimame tuombe hiyo project. Tunaamini ya kwamba Mungu atafungua njia ishe kwa haraka ili tuingie project ya gate. Mtakatifu Mungu wetu, tunasema ni asante because you have blessed us with the resources. We have a project ambayo inaleta sura mbaya kwa kanisa letu, ukuta ambao umeanguka na watoto wako ambao wamesimama, na sisi sote tumeamua ya kwamba tujenge ukuta ili kanisa lako likuwe na sura nzuri. Kuna mipangilio mingine ya gate, kuna mipangilio ya PS system na menginepo. Tunaamini ya kwamba you are blessed us with resources. When we put those resources katika kazi yako unatubariki. Tena tutakusanya wiki ijayo na tunaamini ya kwamba tutaweza kukamilisha hii project. Ni katika jina la Kristo tunaomba na kuamini. Youth, kaa tayari kwa wimbo. Unapoimba number 29. Tufungue number 29. Youth, come for tonight.
majaribu yazidi kuniandama, naomba nguvu za kushinda mwovu, niwe imara nikutumikie. Nijaribu kwa kutenda mema, majaribu yazidi kuniandama, naomba nguvu za kushinda mwovu, niwe imara nikutumikie. Ulinikomboa, sasa mimi huru, nakusifu Bwana, nakulelea wewe, usiniache, nifanye niwe wako, Mwokozi wangu. Ulinikomboa, sasa mimi huru, nakusifu Bwana, nakulelea wewe, usiniache, nifanye niwe wako, Mwokozi wangu. Ulinikomboa, sasa mimi huru, nakusifu Bwana, nakulelea wewe, usiniache, nifanye niwe wako, Mwokozi wangu. Ulinikomboa, sasa mimi huru, nakusifu Bwana, nakulelea wewe, usiniache, nifanye niwe wako, Mwokozi wangu. Ulinikomboa, sasa mimi huru, nakusifu Bwana, nakulelea wewe, usiniache, nifanye niwe wako, Mwokozi wangu. Tusimame wote kwa wimbo. Mtakatifu Muumba wetu uliye mbinguni, tunaomba jina lako liweze kuinuliwa asubuhi ya leo. Tunatazamia kwamba tupokee muujiza wa zamu yetu siku ya leo, na mwisho wa mambo yote tuandaliwe kupokea ushindi na mege ya uzima wa milele. Hebu sasa na mapenzi yako yakamilike, kwa jina la Yesu Kristo ndiye Mwokozi wetu. Amen. Wana na binti wa mfalme na wasalimu, hamjambo? Hamjambo tena. Asubuhi njema ambapo tumekuja kuabudu Mungu. Tumekuja mbele za Mungu tukiwa na shukrani sana kwa vile ametulinda wiki nzima. Imekuwa wiki iliyo na baridi kidogo,
lakini tunashukuru kwa sababu tuko na afya siku ya leo. Tumefika hapa ili tulikuwa tuanze wiki ya publishing leo, lakini vile ilivyo program ya union, na sasa leo katika Kisii Central tuko na program hiyo kuashiria publishing week of prayer. Na nawakaribisheni nyinyi wote kwa sababu ya siku ya leo. Ningependa kuwakaribisha wafuatayo: the church choir, the youth choir, the ambassadors choir, the children choir, and the women ministry choir. May you wave to the congregation as you are seated. Thank you. Ningependa kuwakaribisha tena kumkaribisha mwenzangu Helen. Helen has been ministering in silence throughout the week kwa ujumbe wa kimya, kwa sababu amekuwa akidistribute literature books around our village, our homes. Na ningependa kumkaribisha Helen asimame atusalute. Helen Ndubi is one of us, and I don't know whether Guku is around. Guku, you can also stand and wave. Asante. I also want to recognize the prayer band ministry for ministering with us, because wamekuwa wakiombea hii wiki. Ningependa wahudumu wa Ministry of Prayer nao wa salute kwa wenzetu wenye wamesimamia ministry ya prayer. Wako wapi? Asante. Na sasa ningependa recognize ambao tunahudumu na wao kutoka hapa mbele. Ambao tunahudumu kutoka hapa mbele, sijawasahau wenzetu choristers. Hebu salute. Jacqueline Ogise, Dixon Ragira atachukua katika offering, na vile special item italetwa na mwenzetu ataleta mwenzetu Jacqueline Ogise. Joshua Maraga ataleta children's story. Emily Kingoina atakuwa na minister kwa hiyo department ya able differently. Na vile tutakuwa na mwenzetu John Ndemo ambaye atatoa pastoral prayer. May you all stand and wave. Tusimame sisi zote. Maraga. Asante. Na wakati huu mwema, mimi ambaye nimekuwa nikiwakaribisha naitwa Josephine. Josephine, jina lake la pili ni Philip, the only English woman. Philip, where you stand and wave? Thank you, he's there. He's my husband. Mengine tutaletewa na pastor wetu. Ningependa kumkaribisha Pastor George Marara asimame aendelee na sehemu ambayo sijamaliza. Karibu pastor. Tumearifiwa ya kwamba Sister Guku alimpoteza sister yake, kwa hivyo tuombe hiyo familia. The preacher of the day kwa majina anaitwa Pastor Raicha Onyanja. Pastor Raicha Onyanja is a man of many talents, is a theologian. Tulisoma naye chuo cha Paraton, lakini tena akaongeza degree ya pili, an accountant, na ni treasurer wa conference yetu, South Kenya Conference is our treasurer. Pali na mambo ya treasury ni mhubiri. Is married, ako na watoto sijui ni wangapi, ako na wajukuu pia. Patirux yangu. Ni wangapi ambao wanasema wakati wako ukifika anene nasi? Karibuni pastor, asante. Our scripture comes from the book of Samuel,
1 Samuel verse 17, chapter 17 verse 49. 1 Samuel chapter 17 verse 49, and it reads, "And David put his hand in his paw and took hence a stone and slung it and smote the Philistine in his forehead, that the stone sank into his forehead, and he fell upon his face to the heart." Samueli wa kwanza 17 fungu 49 kwa Kiswahili nasema, Daudi akatia mkono wake mfukoni na kuchukua chiwe, akalirusha kwa kombeo, nalo likampiga yule Mfilisti kwenye kipaji la uso. Lile chiwe likaingia kipachini mwa uso, akaanguka chini kifudifudi. Na maandiko yabarikiwe. Soma vitabu. Tusimame sote. Ogotera weke Kisii chinamba 362 eke Kisii. Tusimame sote. Tusimame tafadhali. 362 eke Kisii. Kwa unyenyekevu tuinamishe vichwa kwa maombi.
Asante Mungu muumba wetu kwa sabato hii njema, tumekuwa katika uwepo wako asubuhi hii ili kuweza kukuabudu. Tunajileta Mungu Baba kwako kwa ajili ya maombi ya baraka zako. Tunaomba kwamba tunaposhiriki katika ibada hii Mungu Baba uwe pamoja nasi. Kwa njia speciali Mungu Baba tunaomba kwamba utusamehe dhambi zetu sote, kwa sababu sisi kwa njia yetu ya asilia sisi ni watenda dhambi. Kuna wenzetu Mungu Baba ambao wana shida mbalimbali, tunazileta mbeleni mwako Mungu Baba asubuhi hii. Mwenzetu Evans ambaye ameomba kwamba aletwe kwako kwa sababu ya ugonjwa alio nao, na mwenzetu Onyinkwa pia Mungu Baba ameomba kwamba aombewe kwa sababu ya ugonjwa. Tunaomba kwamba Mungu Baba uwaguze wote walio na ugonjwa ambao wameomba, hata pamoja na wale ambao hawajataja Mungu Baba. Tunaomba kwamba uwaguze ili waweze kupata uponyaji na jina lako liletewe utukufu. Asubuhi hii Mungu Baba, wiki hili la juma la uchapishaji na usomaji vitabu ambavyo vina neno lako la uzima Mungu Baba, tunaomba kwamba uendelee kutuhimiza, Roho wako Mtakatifu atutie shime ili tunaposoma vitabu ambavyo vina neno la uzima Mungu Baba tukaribie zaidi. Asubuhi hii Mungu Baba, mtumishi wako Pastor Elijah Onyancha anapojiandaa kuleta neno la uzima kwetu Mungu Baba, tunaomba kwamba umguse, umtayarishe, tusamehe dhambi zetu sote ambao tunalisikiza neno hilo ili tuweze kukaribia wewe kupitia kwa neno hili lako. Asante kwa asubuhi hii. Naomba hata kwa vipindi vingine ambavyo viko mbele yetu, naomba kwamba uwe pamoja nasi hadi mwisho na jina lako lihimidiwe daima. Naomba katika jina la Yesu aliye mwokozi wetu. Ni wakati wa zaka na sadaka. The deaconry department, wale ambao wanahusika, naomba msimame ndio nikisoma maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Mark chapter 3 verse 10. Naomba msimame. And it reads, "Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out the blessings, that there shall not be room enough to receive it." Naomba tuombe ndio mkusanye. Mtakatifu tena Mungu wetu, kwa njia ya kipekee tumekuja miguuni pako, tunaliinua jina lako kwa wema wako kwetu. Umetubariki kwa njia mbalimbali, na sasa tunapokutolea iliyo chako, tuomba baraka yako ya kipekee imiminike kwetu. Asante kwa yote, asante kwa sabato. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Bwana mkombozi wetu. Amen. Wamama wale ambao wanatumia CFMS unaweka star 392 hash. Kwa wale ambao tunatumia CFMS star 392 hash 10322. Hiyo ndio namba ya CFMS. Asante wamama, mjipange kwa wimbo tunapoimba namba 95, Women Ministries. Sikieni neno la Mungu wetu, zileteni zaka kwa hazina.
sasa nazo nitakupeni mibaraka zaidi ya nafasi ya kupewa. Wataka Roho Mtakatifu kwako, uzilete zaka kwa hazina, ukae karibu na Bwana wako, ndipo utabarikiwa. Zileteni zaka kwa hazina, kanijaribu sasa nazo nitakupeni mibaraka zaidi ya nafasi ya kupewa. Je, una kasoro na Bwana wako? Uzilete zaka kwa hazina, uzilete kama alivyosema, ndipo utabarikiwa. Zileteni zaka kwa hazina, kanijaribu sasa nazo nitakupeni mibaraka zaidi ya nafasi ya kupewa. Ushukuru Bwana na moyo wote unapoleta zaka ghalani, usadiki ahadi zake zote, ndipo utabarikiwa. Zileteni zaka kwa hazina, kanijaribu sasa nazo nitakupeni mibaraka zaidi ya
mtoto ambaye anaitwa Maraga, wacha tuambie hadithi ya watoto. Tuombe. Mungu Baba, tunapo kwenda kusema hadithi ya watoto, unipe nguvu ya kusema. Kwa jina Yesu, amen. Story yetu inahusu overcoming obstacles. Diana alikuwa na umri wa miaka 7. Siku moja alikutana na wauzaji wa vitabu. Wauzaji hao walienda kwa mama ya Diana kumuzia vitabu. Diana aliwauliza wauzaji hao kazi yao ni ipi. Wakamjibu kazi yao ni kufanya kazi bega kwa bega na Mungu. Diana alifurahia kazi hiyo. Alipofika umri wa 19, alifanya kazi ya literature kazi ya kuuza vitabu. Aliuza vitabu huko nchi ya Mexico. Wakati wa janga la COVID-19 watu haukuwa Mexico. Kwa bahati mbaya alipata ajali akiwa hajiwezi. Alimuomba Mungu amsaidie apate njia ya kuuza vitabu. Mungu alijibu maombi yake. Diana aligundua anaweza kuuza vitabu kutumia mtandao wa WhatsApp na Zoom ili kuwafikia wateja wake. Tunajifunza leo tunaye Mungu anayefanya vitu visiyowezekana yawe yanayowezekana. Tusome Wafilipi 4:13. Inasema, ninaweza kufanya kila jambo katika anayenipa nguvu. Tuombe. Mungu Baba, asante kunipea nguvu. Na wenye tumejisoma tujiombe kwa kila jambo tunayoifanya. Utusamee dhambi zetu kwa jina Yesu. Thank you. We like your story, yes we do. We like your story, yes we do. So don't forget to come again and tell us more. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake. Mahubiri ya kwanza yamekwisha kumalizwa na mhubiri mdogo, na ninashukuru Mungu kwa sababu amesema kwamba katika uwezo wa Mungu yote ambayo ni vizuizi tunaweza kuyashinda. Mungu ana uwezo wa kutupitiza, kutuwezesha, kutuongoza ili tuweze kuyashinda yote, hata yale ambayo hatuoni kama tunaweza kuyashinda. Naomba kuamkua wakati huu wa pekee ili tuweze kuwa pamoja kwa furaha na amani na upendo wa Bwana. Saa imefika, mwana wa Mungu ainuliwe. Saa imefika, mwana wa Mungu ainuliwe.
Pokea salamu kutoka kwa ndugu wote na dada, marafiki wenu katika safari hii ya imani, uongozi wa conference pamoja na wote ambao tumekutana juma hili wakifahamu kwamba tutashiriki pamoja nanyi. Wanawapenda na ombi ni moja, tushike mwendo, tusimame, tuendelee mbele, ushindi upo katika jina la Yesu. Naomba kuwaleta wachache wa familia yangu waweze kusalute. Nina watoto kule pamoja na wajukuu. Naomba wasimame wafanye salute ili tuendelee na mahubiri. Asante sana. Wawili ni watoto na wawili ni wajukuu. Sasa kwa haraka tutaingia kwenye Biblia. Na mazungumzo ya siku ya leo yametolewa kwenye kitabu cha Wafalme, na Wafalme wa kwanza sura yake ni ya 17. Kwenye kitabu kile naomba Mungu atusaidie ili tuweze kukutana naye jinsi Daudi alivyokutana naye. Maana katika neno hili kuna ushindi. Mambo machache tutakayo yaangalia yamewekwa katika neno moja ambalo limeandikwa katika program ya mahubiri ya ibada ya siku ya leo. The bullet in the bag. The bullet in the bag. Kuna bomu ndani ya mfuko. Bomu iliyomo ndani ya mfuko. Naomba basi hapo ni waamkue kwa njia ile yetu ya wainjilisti wa vitabu. Tega bomu ilibuke baadaye. Tega bomu. Tega bomu. Ilibuke baadaye. Ilibuke baadaye. Leo tunaenda kuona muujiza wa bomu iliyotewa ndani ya mfuko. Sura ya 17 ya Samueli wa kwanza inatuletea kisa cha mtu wa Mungu aitwaye Daudi. Na Biblia inamleta kwenye sura hii akiwa tayari ana upako wa kuwa mfalme. Naomba basi kuwachukua nyuma kidogo ili tuelewe kwa pamoja, maana mambo haya tumeyasoma siku nyingi. Tumeyahubiri hapa na pale. Wewe umeyahubiri, mimi nimeyahubiri, na sio vibaya kuyarudia maana yana faida kuu. Biblia inanionyesha sio muda mrefu Sauli amechagua kufanya mambo kinyume cha mapenzi ya Mungu. Sauli ndiye aliyekuwa na upako wa kuwa mfalme, wa kuwatawala na kuwaongoza watu wa taifa la Mungu wa Israeli. Lakini ameamua na akaanza kutafuta uwezo kinyume na mapenzi ya Mungu katika mapepo, katika roho wachafu, katika roho na pepo au watu waliofariki, akifikiria kwamba uwezo unatokana na hao, akisahau kuwa Mungu aliyekuwa amemchagua ndiye aliye na uwezo wa kufanya vyote. Hivi Sauli amekataliwa. Baada ya kwamba amekataliwa, Mungu akaamua atamtafuta mwingine ambaye atakuwa kiongozi wa watu wake, awaongoze na kuwapeleka, akawafikishe mahali anawahitaji wawe. Ndiyo Biblia inatuambia hapo Sauli amekataliwa kwenye sura ya 15 Samueli wa kwanza 22-23. Basi Mungu akamtuma Samueli nabii, sura ya 16 Samueli wa kwanza fungu la kwanza, akaende kwa nyumba ya Yese. Pale
atakuwa amemwandaa mmoja atakaye chukua ushukani, kuongozwa na Roho wa Mungu, akawaongoze watu wa taifa lake Mungu, kuwafikisha mahali ambapo Mungu anawahitaji wawe. Biblia inanionyesha kwamba akaenda Samueli kwenye familia ya Yese. Yese naye akamletea wana wake wote. Hawa wakapita mbele ya Samueli, na Samueli akawa anachunguza, akiongozwa na uwezo wa Roho wa Mungu, ili amtambue yule ambaye Mungu amemtia upako aweze kuwa kiongozi wa watu wake. Biblia inanionyesha kuwa wakapita tangu Eliabu mkubwa mpaka wote waliokuwemo wakati huo wakaisha, wala hakupatikana mmoja ambaye Mungu alimkubali. Maana ilikuwa kwamba atakapopita mbele ya mfalme, Roho wa Mungu aliye ndani ya nabii wake Sauli ataitika na kusema, ndiye huyu, mtieni mafuta. Wakapita wote waliokuwa na mwili, wakapita wote walioonekana vizuri, waliokuwa na kifua, waliojengeka vizuri, wakapita wote mbele ya nabii, wala hakupatikana hata mmoja. Mwisho Biblia inasema Samueli akamuuliza Yese, je, ni kweli kwamba watoto wako, wana wako, vijana wako ndio hawa wote? Ninawaona Yese na ndugu za Daudi walio watu wa mwili mkubwa wakijibu kwa wimbo mmoja wakisema, ndio hawa, ndio sisi. Hata hivyo kuna mmoja ambaye ni kijana mdogo, wala hafai kazi hiyo, yuko nyikani kule malishoni akitunza kondoo. Samueli kwa haraka akawaambia, mlete huyo naye, mlete huyo naye, kwa haraka mlete. Ninaona hata wale ndugu hawako tayari kwenda kumchukua, maana wanahakika huyu hana hata uwezo wa kuwa mfalme, haina haja ya kumleta. Lakini naona mtumishi mmoja akiharakisha, akienda nyikani kule malishoni, akimleta huyu kijana mdogo ambaye Biblia inasema alikuwa ni kijana mwenye sura nzuri, mtoto mwekundu ambaye sura yake ilikuwa yavutia sana. Inaonekana wenye sura ya kuvutia sana uwafikirie sana. Na akaletwa, alipofika karibu na mtu wa Mungu, Biblia inaonyesha Roho wa Mungu akatambua kiongozi aliyetiwa upako, akasema, ndiye huyu, mtieni mafuta, maana yeye atakuwa mtawala wa watu wangu, atakuwa ndiye kiongozi wa watu wangu. Walimuona mdogo, walimuona hafai, lakini Mungu aligundua ndani yake uwezo wa kufanyika kiongozi, uwezo wa kumtii Mungu, uwezo wa kukamilisha kusudi la Mungu. Maajabu ya Mungu, yale tunayoyaona sisi huenda yasiwe sawa na yale Mungu anayoyaona. Naomba sasa kwenye wazo hili mimi nawe tufikirie jinsi Mungu anavyofanya kazi yake. Kama hawa wakubwa wamekataliwa, yule mdogo amekubaliwa,
wakubwa wamekataliwa, yule mdogo amekubaliwa. Wakati huo huo kukawa na vita, makabiliano kati ya Wafilisti na watu wa Mungu, taifa la Waisraeli. Sauli akaondoka na jeshi la watu wa Mungu, akaenda kule soko, mahali ambapo kulikuwa na mapambano, kwenye guba la kukutana ambapo vita vitafanyika, makabiliano kati ya Wafilisti na watu wa Mungu wa Israeli. Sauli akaliongoza kundi lake. Walipofika kule, kwa masomo yako na masomo yangu ya neno la Mungu, tunaona kwamba alitokea mtu mmoja, na alikuwa ni mtu mkubwa na mtu mrefu, alikuwa ni jitu la mtu, naye alikuwa anaitwa Goliathi. Huyu alichaguliwa miongoni mwa jeshi la Wafilisti ili akatetee taifa lake, akawawezeshe watu wake kupokea ushindi. Akasimama kwa sababu ya taifa kuu la Wafilisti, na akawa yuatokea kila siku kwa muda wa siku 40 akitangaza, akisema, nimechaguliwa mimi mmoja, naomba nanyi watu wa Sauli, wa Israeli, mchao Mungu, mnayekiri Mungu wa mbinguni, mnichagulie mmoja ili tukabiliane naye. Atakayeshinda, yeye na watu wake watakuwa wanatawala wengine. Ikiwa nitashinda mimi Goliathi, Wafilisti wote tutawatawala ninyi watu mumchao Mungu wa Israeli. Ikiwa huyo mtakaye mchagua atashinda, ataniua, mimi na watu wangu tutakuwa chini ya utawala wenu. Akaimba mambo hayo siku 40. Na kando na kwamba aliyasema mambo hayo, alimkufuru Mungu. Alisema, ikiwa ninyi mnakiri ni watu wa Mungu aliye hai, mbona basi Mungu wenu asije akawaokoa kwenye mikono yangu mimi Mfilisti? Ukiona kwamba ametangaza hayo siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 20, siku ya 30, anaendelea kutangaza. Na Biblia inaonyesha kwamba kila mara alipokuwa yuatangaza maneno haya, Sauli ambaye ni mfalme alitetemeka. Nami kwa uchunguzi wa Biblia ninagundua kwamba katika kundi la watu wa Mungu wa Israeli, Sauli katika Samueli wa kwanza 10:23 alikuwa ni mrefu na mkubwa wa kimo kuliko Waisraeli wengine. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye kweli angepigana na jitu lile, angekuwa ni Sauli. Maana yeye alikuwa na mwili mzito, alikuwa ni mrefu, na kufika mabega yake kwenda juu kichwa chake aliwashinda wengine wote. Na hivi inahitajika kwamba Waisraeli wamchague mmoja atakayekabiliana na lile jitu la Goliathi. Basi mimi kwa kuona kwangu ingewezekana basi akawa Sauli, lakini Sauli amekataliwa. Biblia basi inadhihirisha unaposoma kwenye sura hiyo kwamba vipindi hivyo hivyo Yese kwa uongozi wa Roho wa Mungu akamwamuru kijana huyu mdogo aitwaye Daudi aondoke ili aende kwenye mapambano akawajulie hali ndugu zake. Wewe unapoona
mimi ninapoona, tunaona ni kawaida anawapelekea chakula, lakini unapoingia katika uchunguzi wa kiroho unagundua kwamba Mungu alipanga vizuri, akasema ni hapa, mtumeni huyu kijana mdogo na jina la Bwana litainuliwa. Akatoka Daudi akaenda na chakula, akafika kwenye maeneo ya vita, na Biblia inaonyesha kwamba akaweka ile chakula kwenye mlinzi wa vitu vyote na vyombo, chakula na mambo yote ya vita. Akaacha mizigo yake pale, akaharakisha, maana wakati huo Waisraeli na jeshi la Waisraeli walikuwa wametia mshororo, wamepiga laini ya kuingia kwenye mapambano, na akakimbia kwenda kwenye mshororo huo wa mapambano. Na alipofika pale akaonana na watu wachache hapa, akaharakisha kuonana na ndugu yake Eliabu ili awajulishe kwamba kweli baba amenipeleka kwenu na sasa nimewaletea chakula. Haya ni mawazo yangu, naomba muyafikirie. Mimi ninamuona Daudi akiwa mtoto mdogo ambaye alikuwa ni mfupi kiasi kwamba Eliabu akiwa vitani anaangalia jitu lile na macho yake yamekazwa huko, hivyo hana uwezo na hana nafasi ya kuangalia chini. Kwa hiyo haikuwezekana aone kama Daudi amefika, maana kalikuwa ni kafupi, ni kadogo, haingewezekana akaone. Ninaona kakimpiga kakisema, Eliabu ndugu yangu, Eliabu ndugu yangu, na ninaona Eliabu anaangalia vita, anashangaa kinachomsumbua hapa chini ni kipi, maana kazi yake iko wapi? Iko kule. Alafu walipoogopa, Sauli ameanza kutimua na jeshi sasa linaanza kutimua, ndio sasa unaanza kuangalia ukanyage wapi. Ninaona kana kwamba hapa ndio anagundua Daudi amekuwa hapa muda huu wote. Alafu anamwambia, unafanya nini hapa kijana mdogo? Ungelikuwa huko malishoni, wafanya nini hapa? Ninajua ukaidi wako, ninajua wewe kweli unapenda kutazama vitu, na hivyo inawezekana umekuja leo ukitaka kutazama vita. Anamwambia, hapana, amenituma baba kwenu. Haukutumwa, umejilete, maana wewe ninakufahamu. Alipofikia hapo, ninamuona Daudi akisema, hata nikiongea na wewe haina maana, kwa sababu hautanisikiza. Kila mara ninafahamu unanidharau, kila siku ninafahamu unanidharau. Kwa hiyo wewe endelea na yale unayotaka, toroka vile mnavyotoroka, lakini jueni nimeletwa na Mungu, niko hapa, niko tayari, niko hapa na kazi inakamilika leo, niko hapa. Wewe usinisikize, lakini hata patikana mmoja wa kunisikiza, maana ninafahamu kitu kimoja, nina bomu na wewe hauelewi. Basi akamwaja Eliabu. Biblia inasema akakutana na watu wengine, akasikia wakisemezana, wakisema kuwa amesema mfalme atakaye mshinda jitu huyu atatajirishwa, na kando na kwamba atapokea utajiri, ataozwa binti wa mfalme huyu. Mambo mengi hayo hayakumsumbua Daudi. Akasema, mimi msinisumbue na utajiri, msinisumbue na kuozwa binti wa mfalme. Naomba tu mfikirie jambo moja, huyu mtu ambaye hajatahiriwa amemtukana Mungu, amemtukana Mungu wa mbinguni. Hilo limenikera. Na Biblia inaonyesha kwamba uzito wa maneno hayo kutoka kwa kijana huyu mdogo yaliwaguza kila mmoja aliyesikia, na wakasema haiwezekani mtu ambaye ni ofyo akasema maneno ya namna hii. Na hapo Roho tena akawaambia, pelekeni hiyo taarifa penye mfalme, na mfalme akapelekewa taarifa hiyo.
Alipopokea taarifa, Biblia inasema akaamuru aletwe. Daudi akaletwa mbele yake. Alipofika, Sauli akaangalia mpaka akashangaa, hawa ni watu wangu, kundi la jeshi ambao nimewatuma wakafanye vita, ndio wananiletea mtoto mdogo kusema eti ameomba kwenda vita. Itawezekanaje? Akili zao ziko kweli timamu? Nikiona ni mawazo yangu, akiwaondosha, akiwaambia kama kuna watu wapumbavu, kama kuna watu wajinga, kama kuna watu hawajielewi, kama kuna watu hawajitambui, ni nyinyi. Ondokeni kwangu, eti mnaniletea mtoto kwenda vitani. Ninaona Daudi akimwangalia kwenda juu, anamuuliza mfalme, unasema juu ya nani? Wewe usiwasumbue hao, sema na mimi ndiye niliyesema wakanilete. Waacheni basi, shida siyo ya kwao, shida ni ya kwangu. Kama una jambo na mtu, basi uweni jambo na mimi. Sauli akamwambia, mtoto mdogo, wapendeza, sura yako nzuri, wewe una siku nyingi kuishi, tafadhali usijiweke kwenye mambo ambayo hayawezekani. Haya si ya watoto, haya ni ya watu wazima. Akamwambia, yale yote unayoyasema yanatokana na roho mchafu, maana umekataliwa Sauli. Hebu ujaribu, mtumishi wa Mungu, usisahau kwamba mtu unayezungumza naye ana upako, ana uwezo wa roho, ameitwa, ametengwa akafanye kazi maalumu kukamilisha kusudi la Mungu. Unajua, amemwambia, unaposoma sura hiyo 17:32, anamwambia azizimie mtu yeyote. Jitu hilo la mtu lisilotairiwa leo kwa utukufu wa Mungu litashindwa. Fungu hilo linasema namna gani? Maana ni vizuri ukajisomee pale 32. Inasema, Daudi akamwambia Sauli, mtu yeyote asitishike moyoni mwake kutokana na Mfilisti huyu, mtu yeyote azizimie roho. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana naye. Mimi mtumishi wa Mungu nina bomu, ninaenda kupigana naye. Na Biblia inasema Sauli akamwambia Daudi, wewe hauwezi kwenda kupiga vita na Mfilisti yule, wewe ni kijana tu, lakini mtu huyo amekuwa vitani tangu ujana wake. Daudi akasema, mimi mtumishi wako nimezoea kuchunga kondoo. Yaani kile ninachokitafuta hapa ni kwamba ujasiri aliyokuwa nao Daudi ni ujasiri ambao sio wa kawaida, sio ujasiri wa kibinadamu, ni ujasiri wa uwezo wa Mungu aliye hai. Yaani Sauli amekuja kugundua anayezungumza naye ni mtu wa mwili mdogo, lakini uwezo ulio ndani yake wala si uwezo wake mwenyewe, ni uwezo usio wa kawaida. Asizimie moyo mtu, asishituke mtu, maana mimi nina ujasiri. Kwa hiyo hapo ninajifundisha kwamba katika bagi ile ya Daudi kunao ujasiri ndani yake. Ninapoanza kuhesabu yale mawe 5, ninaanza kugundua kwamba kumbe jiwe la kwanza kwa Kiingereza linaitwa courage, yaani linafananishwa na ujasiri. Jiwe la pili linapatikana kwenye mshororo wa 37.
mshororo wa 37. Na hapo Biblia inasema namna hii. Ukisoma kuanzia 36 inasema, mimi mtumishi wako nimekwisha ua simba wengi na dubu wengi. Sasa hata yule Mfilisti asiyetahiriwa ambaye ameyatukana majeshi ya Mungu aliye hai atakuwa kama mmoja wao. Hapo ninaona neno kubwa, fundisho kubwa ambalo linaitwa confidence kwa Kiingereza, au imani ya nafsi. Alijiamini, maana roho yu ndani yake, maana Mungu amefanya makao ndani yake. Anajiamini, maana ana uwezo wa yule mshindi akiishi ndani yake. Tafadhali ufikirie jiwe la pili likifananishwa na confidence, kuamini nafsi ambayo ni nafsi inayotawalwa na Mungu wa mbinguni. La tatu, ninaona preparation. Ninaona preparation, yaani maandalizi. Unapoyaona katika 17:40 nayo inasema, Daudi akachukua fimbo yake mkononi, akachichagulia mawe 5 mazuri kutoka kwenye kijito, akayatia katika mfuko wake wa mchungaji, kombeo lake likiwa tayari mkononi mwake, akaanza kumwendea Goliathi. Yaani kwamba alijiandaa kukutana na yule jitu, adui wa watu wa Mungu. Aliandaliwa na Sauli kwa kutiwa nguo nzito, lakini akamwambia, hayo yote hayawezekani, ninao uwezo tofauti, na uwezo huu ni wa Mungu. Unapoona katika hilo, alijiandaa. Alipoanza kutoka na fimbo yake, ndio inamfanya Goliathi kumwangalia. Anauliza Waisraeli, eti mumeniona kama mbwa? Hata munitumie mtu mdogo akitembea na fimbo kana kwamba anakuja kupigana na mbwa. Goliathi yeye akiangalia chini, maana alikuwa mtu mrefu, anaona kana kwamba ni mdudu anayekuja kukabiliana naye, na anadharau jeshi la watu wa Mungu, anadharau na Mungu mwenyewe. Na kumbe hajui, usicheze na Daudi mdogo, maana ndani ya huyo mdogo kuna Mungu. Daudi akateremka kwenye kijito, na Mungu alikuwa amemwekea bomu kwenye kijito kidogo, na bomu lilikuwa kwenye mfano wa mawe madogo. Nani angefikiria kwamba lile jiwe dogo lingeweza kumaliza kazi? Nani angeamini? Daudi akiteremka, watu wa Israeli akiwepo Sauli, ndugu zake wakubwa, wanamtizama akiteremka na fimbo, wanashituka. Ninaona Eliabu akisema, fanya haraka tumrudishe huyu mtoto, ana shida zake, ana ukaidi wake, kimbia mchukue. Ninaona Sauli akisema, akililia wembe, mtoto mpe, mwacheni aende, maana amechagua yeye. Anawazuia wote, na kumbe ni Roho anayezuia. Akitumwa mtu hata kama ni mdogo, msimzuie, maana Mungu anampeleka kukamilisha mpango wake. Akaenda Daudi akachukua mawe kule mtoni, akakaza mwendo. Ninamuona akizidi, maana anajua, ana ujasiri, anajiamini, amejiandaa. Anajua ndani ya mfuko wake
ametia ushindi kama jiwe la nne, na ndani ya mfuko wake ametia tumaini, yaani trust, maana amemtegemea Mungu wa mbinguni. Na Biblia inasema akatia mkono wake mfukoni kwenye mkoba wake, akatoa jiwe, akatoa na kombeo lake, akaweka lile jiwe kwenye kombeo. Ninamuona akianza polepole, akianza kukaza mwendo, akizidi nguvu, na Roho wa Mungu akijaa. Ninaona nywele ikisimama, akaachilia, na jiwe ndogo likakutana na kipaji cha uso wa Goliathi. Biblia inasema uwezo wa lile jiwe uliingia kwenye paji lake, ukapasua mifupa, ukaingia ndani, na Goliathi akaanguka chini kifudifudi. Na kuomba ufikirie hili jambo moja. Kuna kitabu kitakatifu. Hicho kitabu kitakatifu ni Biblia. Iko kwenye mfuko wako, iko kwenye mkoba wako. Enendeni vita, kwa sababu ninaamini ukitoa jiwe hili la neno la Mungu, Isaya anasema neno langu litakapokwenda wala halitarudi bure, litaleta mawindo, litaleta ushindi. Chukueni mkoba wako, tieni Biblia yako, tieni kitabu chako, enda mlango kwa mwingine, bisha nyumba kwa nyumba, wapeni bomu, uitegeni, maana siku yake ya kulibuka ipo. Ni wangapi nami wanaamini kwamba Mungu ana uwezo? Bwana awabariki sana. Ni wangapi ambao wanaamini kwamba neno la Mungu hili ni kama upanga ukatao kuwili, lina uwezo wa kubadilisha mambo, lina uwezo wa kubariki, linaweza kukutoa kwenye shida zako, linaweza kukutoshelesha na mahitaji yako, na linaweza kukuokoa, linaweza kukuongoza mpaka ukafikie ushindi. Kama ndilo tumaini lako, naomba nione mkono wako. Asanteni. Sasa maombi yangu, unapomuona mwinjilisti wa vitabu akigonga mlango wako, ni kwa sababu ana bomu, ni kwa sababu ana tumaini, na hilo tumaini ni wokovu wangu, ni wokovu wako. Bwana wa neema atupe neema yake, tutamani kwenda mlango hata kwa mwingine, hata kama itatubidi kumwaga damu, tumshuhudie Yesu Kristo ambaye ni mshindi wa wote. Bwana atubariki wote. Wakati huu naomba kwaya la kanisa tuweze kufika hapa kwa sababu ya wimbo.
Naomba tusimame wote, kwa tusimame hivyo. Na ule wimbo wa Kisii ulikuwa nambari 362 ndio tutamalizia. Pia tungetangaza ya kwamba hatutakuwa na Pastor Eraicho Nyancha. Kuna mahali anatakiwa kikasi masaa ya jioni. Ni wangapi ambao wanamwombea mema? Asanteni Pastor, baraka salamu zetu kwa conference. Lakini tutakuwa na kipindi masaa ya jioni katika idara ya publishing. Hivyo naomba tuimbe huo wimbo kwa kumalizia. Kisha tutamalizia na ombi. Mtakatifu Muumba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe na kuinuliwa milele na milele. Asante kwa kuwa umepata nafasi nzuri ukasema nasi kupitia kwa kisa cha mtumishi wako Daudi uliyempokeza ushindi kwa kukutegemea katika maisha yake. Vita vile vilikuwa ni vita vya Mungu,
akakubali vikawa vita vya Mungu, na alipomshinda Goliathi hakujidai mwenyewe. Alisifu, aliinua, alilitukuza jina la Mungu. Ndiyo maana alisema, mimi ninakuja kwako kwa jina la Mungu mshindi. Amen. Tunaishi katika dunia ya shida. Tunaishi kwenye dunia ambayo imepasuka. Dunia ambayo inawaya waya na kuyumba yumba kama machela. Mahali ambapo mambo yamekorogwa. Mahali ambapo dhambi inaonekana ikichukua ushindi. Mahali ambapo shetani ametutesa. Nasi twaja kwako kwa neema yako, utuwezeshe kukabiliana na mwovu huyu, ili utupokeze ushindi wa milele na milele. Tunaamini jiwe la neno lako, tukiwa na ujasiri, tukikutumainia wewe, tujipange kwa kulisoma neno lako, tutapokea ushindi. Amen. Maana tutakuwa tumekutegemea wewe. Amen. Hebu leo kanisa lako la watu wa Kisii Central na wengine wa kanisa lote duniani, utupokeze ushindi kwa njia ya neno lako, ili wote tukubaliwe kuurithi ufalme wako. Amen. Kama kuna mmoja aliye na shida ambayo imemsumbua, tafadhali kwa jina lako umpe ushindi. Ikiwa kuna yule aliye na maombi na amelia siku nyingi, tafadhali leo ujibu maombi yake kama ulivyojibu maombi ya Daudi, na jina lako liweze kuinuliwa. Amen. Kwa sababu wote tumetenda dhambi na tumekufuru hata jina lako, twaja kwako tukiomba utusamehe, kwa sababu tumeongozwa siku nyingi na huyu mwovu. Tumemkana leo na tumeambua kutembea na Yesu Kristo. Maana kwako Mwokozi wetu tuna ushindi wa milele. Amen. Hebu ujibu maombi yetu haya na yote ya siri ambayo hatuwezi kuyaleta mbele ya watu. Utukubalie kuwa na ushindi na uturuhusu kuwa nawe mbinguni milele na milele. Asante kwa kuwa umejibu maombi haya. Sasa utuongoze siku zote na utusaidie kukusifu, tukuinue, kwa maana ushindi kwa jina lako umpatikana. Ndiyo maana tumeomba kwa jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi wetu. Amen.